nguvu za giza, lakini mfanyakazi wake mlinzi tu kule, yeye ameokoka. Akaomba aondoke nyumba ile, akakae kwenye nyumba ya yule mlinzi. Yule mlinzi akasema mimi naweza kukaa humo. Yule mlinzi akaenda akakaa mle, akapiga maombi, akawa yeye ndio bosi kwa sababu ya Yesu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule baba akaenda akakaa kwenye kajumba pamoja na cheo chake, lakini anatoka kwenye kajumba. Mlinzi anatoka kwenye nyumba ya geti kwa sababu anaye Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kumtazama yeye. Nilisema tumetolewa kwenye nguvu za giza. Hebu nisomee ile wa Kolosai 1. Ni andiko ambalo nalisoma sana. Hivi tumeokolewa kutoka wapi? Eti nimeokoka. Huwezi kuokoka duniani. Inawezekana mtu anakwenda kanisani, mtu anaingia kwenye kanisa kama hivi, lakini maisha yake mitaani ni ya hovyo. Kama ni binti ana wavulana, kama ni kijana ana wasichana, lakini anakuja anaingia hapa na huku amejiridhisha. Kwa nini usioe ukatia nia kama huyu? Kwa nini hata kama huna pesa za kuoa usiye umeweza kuangalia wakakuchangia, au tukaenda tukaomba na ule mzazi kwamba bwana hebu tusaidie kwanza, tutajuana baadaye? Si ndio inawezekana? Kwani wewe umelipa zote? Hatumalizagi mahali. Nenda kaombe pale, ongea na wenzako, kikubwa ni heshima. Na ndio maana leo tunakula ubwabwa hapa leo baadaye, kwa sababu kuna watu wameheshimu. Huyu mzee Kobe huyu asingekuja hapa kama ule kijana angekuwa kopela huko. Kwa nini kanisa zima linakuja hapa lisherekee uovu? Kwa nini? Kanisa limekuja hapa kwa sababu mmoja ametia nia na sisi tuko nyuma yake.